Sasa ni bro. Kwa hiyo umefurahi? Umecelebrate kwa sababu Lydia ametoka huko ndani au si? Bro, ulikuwa hujui my bro. Lydia ni mwanamke ambaye nilimpenda sana. Na huko ndani utoka ukiona amani. Nikuelewa nini? Calm down nini? Sikiza nikwambie. Please. No. Ukitaka amani endelee huko ndani. Mpaka siku Lydia atarudi hapa. Damas. Bro. Okay, fine. Sikiza nikwambie kitu kimoja. Huwa una tena muda kulumbana. Gundua yule hana ndugu yoyote hapa mjini, sawa? Okay, poa. Kama ulikuwa unagundua kwa hana ndugu yoyote, na kwa nini ulimruhusu aondoke? Shikamoo mama. Maraba. Karibu. Asante mama. Nikusaidia nini? Mama ndio kutafuta kazi. Kazi? Ndio mama. Kazi gani unaweza uweza? Kazi yoyote tu ile mama. Kupika, kuosha vyombo, kuhudumia tu wateja, yote ninaweza weza. Subiri kidogo, malize kwanza kazi ambayo nipo nayo ndani. Tuonana baadaye. Sivyo? Sawa. Dada samani. Bila samani. Sijui kama ni mkaaji wa hii mtaa. Ndiyo. Ushawahi kumuona mdada hapa? Sijamuona hapa. Huyu hapa hivi ni mtu ambaye namtafuta sana. Yaani nishangaika sijamuona kabisa. Pole sana. Endelea kumtafuta. Mimi naelekea kanisani. Mama, tumeshafika. Tayari tumeshafika. Haya, karibuni wa baba. Nilikuwa mnapotea siku 2-3 hizi. Ndio mama kazi. Kweli eh? Haya, karibu, hamna shida. Oya bro, agiza. Mama. Mimi kama kawaida yangu, unajua vitu vyangu hivi. Sawa, hamna shida. Na baba. Mwendo ni ule ule kabisa. Kweli? Yeah. Haya, sasa hivi nawaletea. Haya. Okay. Haya. Mama.
Mbona hujaniambia habari kuhusu dada Lydia? Lydia ni dadako. Kivipi? Wewe mchukulie tu kama dadako. Okay, sawa. Kwani funguliane mlango. Shikamoo mama. Marhaba baba, karibu. Asante. Karibu. Karibu kesi. Za hapa. Salama baba. Wema. Wema kabisa. Sasa mama, mimi kama nimekuja hapa ni kwa sababu nina maongezi kidogo na wewe. Bila shaka ile siku pale restaurant kwako uliniambiaga kwamba yule binti ni mtoto wa kaka yako. Mama bwana, mimi tangu ile siku kabisa sipati amani na sipati usingizi. Unajua mficha marazi kifo mumbua. Hivyo mimi siwezi nikaendelea kuficha kitu ambacho kiko wazi. Mimi binti yako nimeshampenda kabisa. Na niko tayari kuanza maisha naye. Ndio maana niliona kuwa siwezi nikaanza direct kwake, hivyo ikanibidi nije kwako wewe ukiwa kama mzazi ili uangalie ni jinsi gani unaweza ukanisaidia. Mama, nampenda. Haya. Baba, tambua nyinyi ni vijana na yule ni mtoto wa kaka yangu toka kijijini kwetu. Isiwe unamtamani tu, ukishampata kisha unamwacha na kuondoka zako. Kusema kweli mama, mimi sina hizo tabia. Na light kama ningelikuwa na hizo tabia, mimi nisingeliamua kupitia mlangoni. Ningeliruka tu dirishani na kufika na koenda. Lakini niliona kuwa mimi nina malengo na ndio maana nilipitia mlangoni. Haya. Kama hayo yasemayo yatoka moyoni mwako, hamna shida. Kweli? Niachie mimi hiyo kazi nitakutimizia. Asante sana, nitashukuru sana. Kweli? Afu ili likiwezekana kuna zawadi na kuandalia. Kweli? Da. Ndio hivyo mama, kama kisi nilivyokuambia, ni vigumu sana moyo wangu kufungulia mwanaume mwingine, maana vitu ambavyo nishapitia hapo ni vingi sana. Hapa kitu tu ninachowaza ni kumtafuta tu kakaangu, na ndiye alituma mimi natoka kijijini hadi nafika hapa mjini mamaangu. Sawa, hilo mimi nalijua, ila yule kijana mimi namfahamu sana tu. Kwanza ni mwenye hekima, mstaarabu, tabia zote nzuri yule kijana anazo. Na isitoshe mnaweza mkasaidiana kutafuta kaka yako mkiwa kwenye ndoa. Sawa mama, nimekusikia. Tafikiria kwanza. Kuna kitu ambacho napenda nikwambie leo. Kitu gani tena hicho? Unajua kwa hizo siku sikuwajisikia vizuri. Yeah. Nimepima. Nimejikuta mimi ni mjamzito. Unachokiongea upo serious kweli? Asante sana. Asante sana. Eric. Unajua nini? Mimi kuna shida kubwa sana imenikumba nyumbani kwangu. Shida? Yeah. Shida gani tena?
Unajua siku 2-3 hizi. Kuna mwanamke tulikuwa tunaishi naye ndani. Lakini kunatokea misukosuko mikubwa sana kati yangu mimi na Damas. Damas sio msanii. Huyo mdogo wangu. Ikadiriki mpaka yule mwanamke kuondoka kabisa bila hata kuagiza. Wakati hapa mjini hana ndugu yoyote. Na sijui ameelekea wapi mtoto wa watu. Bro, mimi nimekusikia kabisa. Ila kitu kimoja ambacho nitakusii kakaangu, inabidi sana ujiweke karibu na Mungu. Kwa sababu masuala kama na haya ni masuala ya kumshirikisha Mungu. Omba sana na atakusaidia, utampata tu. Hivi, Eric, nimshirikishe Mungu? Kwani ni mapepo, maradhi au? Hata kama bro. Naomba nisikilize. Sawa. Unisaidie kutafuta yule mwanamke. Sasa hapo kwenye kampani hapo bro, ndio pataleta utata kidogo. Si unajua kwa sasa mimi nina majukumu makubwa. Mimi tayari nimeshaoa. Kwa nini mwanamke? Yeah, bro, ina maana hujui? No, sijui. Okay, take care. Bro, acha nikuache. Naendelea na mikakati yangu. Ungemwona hata shemeji basi. Hata siku nyingine. Hata maji. Baby. No. Upo nyana? Rafiki yangu alikuja niangalia tu chap ila ameshaondoka. Yaani rafiki yako ndio kashinda kuniita mimi nimsalimie? Alikuwa haraka na ndio maana sijakutikisa, ila usijali, siku nyingine atakuja. Hata kama mume wangu hata soda hajatumia kweli. Kwa hiyo umemind? Kwa hiyo mimi yani msijapenda. Haya basi, naomba nisamehe. Siku nyingine atakuja basi. Kweli? Lydia. Vipi? Karibu. Asante. Vipi tena? Naona umelalala, kuna nini? Mwanangu, nasikia tu kichwa kinauma sana. Au ndo tayari kiumbe kinacheza cheza tumboni? Hamna, sio hivyo, najisikia tu vibaya. Mume wangu, hiyo hapo ni familia yangu. Familia yako? Ina maana wewe ndo malezi?